Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kuwaleta. Ninaamini ya kwamba umebarikiwa na kipindi cha uongozi ambacho kilitangulia. Kwa wale ambao walikuwa hapa, zidi kuja mapema ili kwamba tuweze kuhai vipindi, manake Mungu ametuandalia vipindi tu vizuri tu kwa sababu ya kuzungumza nasi katika juma hili la sikukuu ya vibanda. Muda huu karibu katika kipindi cha uchambuzi wa Biblia kama ilivyotangulizwa, na tumekuwa tukiangalia the sanctuary message. Ndio kitu ambacho tunaangalia katika kipindi chetu cha uchambuzi wa Biblia. Tunaangalia huduma ya Yesu Kristo na mpango mzima wa ukombozi kama Mungu alivyoupeana katika huduma za patakatifu. Ndio tumekuwa tukiangazia, tukijenga juu ya kauli mbiu salvation which is simplified, ukombozi ambao umerahisishwa. Kwa haraka, jana tulijifunza kuhusu kuhesabiwa haki, justification. Tulijifunza kuhusu madhabahu ya kuteketeza sadaka, ambayo ilikuwa ndio chombo cha kwanza ambacho ulikutana nacho ukiingia tu patakatifu kwenye behewa, in the courtyard. Chombo cha kwanza ambao ulikipata ni madhabahu ya kuteketeza sadaka. Na jana tukatambua ya kwamba sababu kuu ambayo ilimfanya Mungu ili kwamba aanzishe huduma za patakatifu ni kwa sababu ilikuwa ni kielelezo cha mpango wa ukombozi, Mungu akimregesha mwanadamu kwa sehemu ambayo aliipoteza. Hiyo sitaki upoteze katika somo letu la sanctuary message, kwamba the purpose ya sisi kuwa na the sanctuary services ni kwa sababu Mungu yupo katika shughuli ya kumregesha mwanadamu kwa kile ambacho alikipoteza. Alipoteza nini? Mwanadamu alipoteza nafasi ya kuwa kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu. Tulipopoteza katika shamba la Edeni kwa kuasi kupitia wazazi wetu wa kwanza, Mungu akaamua kuimplement, kutekeleza, sio kupanga, kutekeleza mpango wa ukombozi. Manake mpango wa ukombozi ulikuwepo tangia ama kabla haijawekwa misingi ya ulimwengu. Manake Mungu alijua, he foreknew, hakuplan, he foreknew ya kwamba kutakuwa na anguko la dhambi. Kwa hivyo akawa na mpango wa kushughulikia hilo anguko la dhambi. Kwa hiyo tumehesabiwa haki kwa kifo cha Yesu msalabani. Na hiyo tumehesabiwa haki pasi na matendo yetu. We have been justified. Actually, the correct English phrase ni kusema we have been declared righteous. We have been declared just. We have not been made. Hatujafanywa, lakini tumetangazwa kwamba sisi tumehesabiwa haki. We have been declared kupitia kifo cha Yesu Kristo msalabani. Lakini baada ya madhabahu ya kuteketeza sadaka, kulikuwa na chombo cha pili ambacho kilikuwa kinafuata, just close to the altar of burnt offerings. Kulikuwa na chombo cha pili katika patakatifu. Hicho chombo kilikuwa kinaitwa birika. Birika au kizungu lava, ukitumia tafsiri ya King James Version. Ukitumia tafsiri zingine nyepesi wanasema wash basin. Birika, lava, wash basin ilikuwa ndio chombo cha pili ambacho kilikuwa kinafuata tu ukiingia patakatifu. Natamani kama ningekuwa na picha ili kwamba isiondoke katika mawazo yako, lakini shikilia hivyo hivyo ya kwamba unaingia na mlango. Chombo cha kwanza ambacho unakipata ni madhabahu ya kuteketeza sadaka. Chombo cha pili ambao unakutana nacho ni birika, lava. That is the second thing. Kitabu cha Kutoka 30:17 hadi 21. Sikia sasa kitu ambacho kilikuwa kikifanyika kwenye birika. Kutoka 30:17 hadi 21. Kutoka 30:17 hadi 21. Soma twende. Inasema, Biblia takatifu inasema, amina. Bwana akanena na Musa, sawa, na kumwambia, fanya na birika la shaba na tako lake la shaba ili kuogea.
Sawa. Nawe utaliweka kati ya hema ya kukutania na madhabahu. Nawe utalitia maji. Na Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo. Usisahau hiyo kwamba Haruni na wanawe wataosha mikono yao na miguu yao humo. Hiyo usisahau. Sawa, tuendelee. Hapo waingiapo ndani ya hema ya kukutania. Sawa. Watajiosha majini ili wasife. Sawa. Au hapo watakapoikaribia madhabahu ili watumike kumteketezea Bwana sadaka ya moto. 21. Sawa. Basi wataosha mikono yao na miguu yao. Sawa. Ili kwamba wasife. Na neno hili itakuwa amri kwao milele, kwake yeye na kwa wazao wake katika vizazi vyao vyote. Mungu akubariki. Biblia inasema kwamba birikani kulikuwa kunatendeka tendo moja spesheli sana. Birikani kulikuwa kunafanyika shughuli ya kuoshwa. Hiyo ndio shughuli ilikuwa inafanyika. Haruni na wanawe ambao ni familia ya makuhani ambao walikuwa wamechaguliwa kwa sababu ya kutumika katika hekalu. Na by the way, utagundua this is just a commercial break. Unajua kama tungekuwepo wakati ambapo Haruni anachaguliwa kuwa kuhani, na vile baraza zetu za nomination hatungeweza kumchagua Haruni. Our nomination committee leo haingeweza kumchagua mtu kama Haruni. Unajua kwa nini? Haruni siku moja aliwatengenezea wana wa Israeli ndama. Tena akatangaza kwamba hii ndiyo miungu yenu iliyowatoa Misri. Hii ndiyo miungu yenu ambayo iliwatoa Misri. Huyu ndiye Bwana ambaye Mungu anamchagua pamoja na familia yake ili kwamba waweze kutumika patakatifu. Inaitwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu. Sawa. Lakini ili waingie kwenye uwepo wa Mungu, sikia kwa makini. Ili waingie kwenye uwepo wa Mungu patakatifu na mahali patakatifu mno kufanya shughuli, ilikuwa ni lazima waoshwe. Nataka ni introduce neno jipya sasa, ili kwamba ni stroke hiyo kuoshwa. Ili waingie patakatifu, ilikuwa ni lazima watakaswe, wakuwe sanctified. Kwa hivyo Haruni na wanawe, kwa sababu wanaenda kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kumbuka sababu ambayo ilimfanya Mungu alete huduma za patakatifu na mpango mzima wa ukombozi, anataka kuturegesha kwenye uwepo wake ambao tuliupoteza. Sasa hapa kuna Haruni na wanawe wanaopaswa kutumika katika shughuli za hekaluni. Ili waingie kwenye uwepo wa Mungu, walihitaji kutakaswa kwanza, walihitaji kusafishwa kwanza, walihitaji kuwa tofauti kwanza. Hivyo vitu vitatu ambavyo nimesema usivisahau. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu birika, tunazungumza kuhusu utakaso. Tunapozungumza kuhusu lava, tunazungumza kuhusu sanctification. Jana tulizungumza kuhusu justification, kuhesabiwa haki. Leo tunazungumza kuhusu sanctification, kutakaswa. Tunatakaswa. Sikiliza, sababu yetu ya kutakaswa ni kwa sababu Mungu tayari ametupatia nafasi ya kuwa mbinguni. Kwa sababu tuna nafasi ya kuwa mbinguni, ni lazima tutakaswe ili tutayarishwe kusimama kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu. Sijui kama umesikia kitu ambacho nimesema, nitarejelea tena. Mungu tayari ametupatia nafasi. We already have a title to heaven. We already have a title to heaven. So we are not sanctified so that we can inherit heaven. We are sanctified because we already have a title to heaven. Kama unaelewa, rusha mkono wako wa kulia juu namna hii. Asante. So kutakaswa ni tendo la kutuandaa ili kwamba nafasi ambayo tayari tuko nayo tusiipoteze. Nafasi ambayo tayari Yesu ametupatia isituondokee. So tunapozungumza kuhusu kutakaswa, sio ili turithi uzima wa milele, ni kwa sababu tayari ndani ya Yesu Kristo tuna uzima wa milele. Nataka somo la mchana huu uelewe
tena uelewe kwa umakini kabisa. Lakini kabla tufikirie kwamba swala hili la utakaso lilikuwa ni swala la familia la makuhani peke yake, Petero wa kwanza 2 mstari wa 9 Biblia inasema hivi. Petero wa kwanza 2 mstari wa 9 Biblia inasema hivi. Inasema mstari wa 9. Sawa. Petero 2 mstari wa 9 Biblia inasema bali ninyi ni mzao mteule. Sawa. Ukuhani wa kifalme. Sawa. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Tulia hapo. Anasema bali nyinyi ni mzao mteule. Alafu anasema ukuhani wa kifalme. Hapo Petero akiandika hazungumzi na familia ya Aruni, anazungumza na waamini ambao wamempokea Yesu Kristo. Anaambia nyinyi mmekuwa makuhani wa kifalme. Kwa hiyo kama Haruni na watoto wake walihitaji kutakaswa kama familia ya makuhani kabla hawajaingia kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu, mimi na wewe pia ni sehemu ya familia ya makuhani. Kabla hatujaingizwa kwenye uwepo wa Mwenyezi Mungu, ni lazima Mungu atutakase. He must sanctify us. Lazima, manake anatuandaa kuingia katika uwepo wake. Na nilikwambia Mungu kitu ambacho anakijua ni utakatifu. Mungu hajui kitu tofauti na utakatifu. Hana uhusiano lolote tofauti na utakatifu. Kwa hiyo ili yeyote haweze kustahimili uwepo wake na utukufu wake, imepaswa atakaswe kabla. Basi kutakaswa ni nini? Kutakaswa ni nini? Sikiliza. Kutakaswa ni kufanywa kuwa mtakatifu. To be sanctified is to be made holy. Kufanywa kuwa takatifu. Actually, hilo neno sanctification na hilo neno holy, ukiliangalia sina la neno hilo, maana yake ni tofauti. Yani different. It is taken for a word that means different. Kwa mfano, nikisimamisha zile speaker pale, actually zimepangika vizuri. Unaona pale kwa zile speaker kuna kiti. Kile kiti ni tofauti. Tuko na speakers 1 2 3 4 5. Lakini yao kuna kiti. So that seat pale is different. So that word tukitumia hilo neno ambalo Biblia imetumia, tunasema that seat is holy. It is different. Ni tofauti na vitu ambavyo viko pale. It is different. Kwa hivyo tunapozungumza kwamba Mungu anatutakasa, maana yake ni kwamba anatufanya tofauti. Anatufanya watakatifu. Anatufanya tusifanane kama walimwengu wanavyofanana. Sikiliza, walimwengu wanapolewa, hatulewi kwa sababu we have a title to heaven. Walimwengu wanapozini, hatuzini kwa sababu we have a title to heaven. Walimwengu wanaposema uongo, hatudanganyi kwa sababu we have a title to heaven. Kwa hivyo to be sanctified is to be made holy. Ni kufanywa tofauti, ni kufanywa mtakatifu. Tunapozungumza kuhusu utakaso, hicho ndicho tunachokizungumzia. If you notice maneno yangu, sijasema hatulewi ili tuende mbinguni. Sijasema hatuvuti sigara ili tuende mbinguni. Sijasema hatuzini ili tuende mbinguni. Kama sababu yako ya kutolewa ni kwa sababu unataka kwenda mbinguni, you are misplaced. Hatulewi kwa sababu tayari sisi tuna nafasi ya kipekee ya kuwa mbinguni. We cannot be admitted. Hatuwezi kuingizwa mbinguni kwa sababu ya vitu ambavyo tunavifanya. And by the way, kama mtu atakuwa admitted mbinguni kwa sababu hakufanya hivi, hakufanya hivi, hakufanya hivi, damu ya Yesu ni bure. Ni bure. So tunapozungumza kuhusu utakaso, tunazungumza kuhusu kuwekwa tofauti. Tunazungumza kuhusu, sikia, kufanywa watakatifu. Tunazungumza kuhusu kutengwa na vitu vya kawaida, kutengwa na walimwengu, kwa sababu Yesu ametufia msalabani. Tumehesabiwa haki bure. Imetupasa sasa kukubali tena huyo Yesu
atutakase. Basi mambo matatu muhimu kuhusu utakaso. 3 important things tunapozungumza about sanctification. Vitu vitatu muhimu tunapozungumza kuhusu utakaso, tunazungumza number 1 about our position, ama kitu ambacho tunaitwa positional sanctification. Positional sanctification. Tunazungumza kuhusu nafasi yetu kwenye utakaso. Sijui kama Kiswahili kimeweza kutafsiri vizuri, lakini Kizungu ina make sense. When we speak about sanctification, 1, we have positional sanctification. Maana yake ni gani? Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wake wa kwanza na wa pili. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wake wa kwanza na wa pili. Inasemaje? Twende. Biblia inasema Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo, sawa, kwa mapenzi ya Mungu, na Sostin ndugu yake, sawa, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho. Tulia hapo. Paulo analiandikia barua kanisa la Korintho. Chukua muda wako, by the way, siku hizi kila kitu kipo tu paruanja, yani kiko wazi. Nenda katika internet, wewe Google sifa za kanisa Korintho, ama how Corinthians were behaving. Corinthian ama Corinth ilikuwa ni translation nyingine ya Sodoma na Gomora. Corinth ilikuwa ni translation nyingine ya Sodoma na Gomora. Wazinzi, watu walikuwa kilala na mama zao, dada zao walikuwa wanasagana. Korintho ilikuwa imeoza kabisa, imeharibika kabisa. Lakini nataka usikie Paulo akiliandikia kanisa la Korintho, hivi ndivyo anavyosema. Twende, endelea kusoma mahali umefikia. Wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliita jina la Baba wetu Yesu Kristo, kila mahali Bwana wao na wetu. Achia hapo tu. Biblia inasema kwamba Wakorintho ni wale waliofanywa nini kanisa? Mlienda lunch break mapema mkaniacha hapa peke yangu. Hebu soma hilo fungu tena. Kwa kanisa la Mungu. Ngoja subiri. Nataka ujue tunazungumza kuhusu utakaso. Kwa hivyo sikiliza hilo fungu kinli ama soma kwa Biblia yako. Twende, inasema kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho. Soma. Wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Sawa. Waliofanywa nini kanisa? Waliotakaswa. Hebu tufanye darasa la Kiswahili muda mfupi. Hiyo tense ambayo imetumika hapo ni tense gani? Ni wakati gani huo? Past. Anasema wale walio, si watakao, si wanao. Anasema wale waliotakaswa, walio presently. Kwa hivyo Paulo anapoliandikia kanisa la Korintho ambao limeoza, limeharibika, ni kanisa ambao halivutii, anasema ni wale waliotakaswa. They were sanctified in the past. So tunapozungumza kuhusu positional sanctification, wote ambao wamempokea Yesu Kristo walitakaswa. In Christ we were sanctified. We are sanctified in Christ we were. Acha nifanye past tense kwanza. Ndani ya Kristo tayari tulitakaswa. Ulipomkubali Yesu tu, alikuweka kando, alikuweka tofauti, alikuchagua uwe tofauti na namna walimwengu walivyo. Tayari aliingia katika mchakato mzima wa kukuweka kando. So we have positional sanctification. Jana Yesu alipokufa Kalvari, tulipomwamini tulitakaswa. Kwa hiyo nafasi yetu ndani ya Yesu, japo sisi ni wadhambi, ni kwamba tumetakaswa, maana haki ya Yesu imetufunika. Na by the way, ndio maana ulikuwa ukiingia in the sanctuary, utagundua fence ya the sanctuary ilikuwa imetengenezwa na linen, na hiyo linen ilikuwa ni color white. So ukiingia tu kwa sanctuary hivi, kile ambacho kimekuzunguka ni white.
haki ya Yesu Kristo. So yeyote ambao amekuja kwa Yesu Kristo, ameamini ukombozi ambao Yesu amemfanyia, huyo tayari amefunikwa na haki ya Yesu Kristo. In Christ he or she is sanctified. Bwana Yesu asifiwe. Ukombozi uliofanya nini? Rahisishwa. Simplified salvation. So number 1, we have positional sanctification. Number 2, we have progressive sanctification. Na hii ndio watu tunajua sana. Actually, most of the preachers, hii ndio watu tuna handle mara nyingi sana. Progressive sanctification. Kabla sijaenda kwa progressive sanctification, pale 1 Corinthians chapter 6, hebu usoma verses 11 ili kwamba tunipeane hakiki tena ya ile ya kwanza. Hii ni it's in the first point ambayo tumezungumzia, ambayo ni positional sanctification. Soma, inasemaje? Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Unajua namna ambayo amezungumzia hapo, amezungumzia watu wenye tabia mbovu. Hebu soma verses 10 hapo juu, inasemaje? Wala wevi. Hebu soma vizuri. Imeandikwa hivyo, sijui. Wala wevi. Sawa. Wala matamanio. Wala walevi. Wala watukanaji. Wala wanyang'anyi. Ingia verse 11, nasema na baadhi yenu, akizungumza kanisa la Korintho, mlikuwa watu wa namna hii. Mlikuwa watu wa namna, yani kabla ya kumpokea Yesu Kristo, sikia, anasema hivi ndivyo mlivyokuwa: wafitini, wanyang'anyi, walevi, washerati, watu waabuduo sanamu. Ametaja an endless list ya kwamba kabla ya kumpokea Yesu mlikuwa watu wa namna hiyo. Haya, maliza fungu twende. Lakini mlioshwa. Yani ukisoma kizungu inasema but you were sanctified. Past tense. Mlikuwa walevi, mlikuwa wanyang'anyi, mlikuwa waporaji, mlikuwa watu wasiovutia, but you were sanctified. Mlitengwa. Yesu mwenyewe aliwatakasa, aliwafanya watakatifu, aliwatakasa. Unajua, by the way, tukipeana watu muda hapa watuambie jinsi walivyokuwa kabla ya kumpokea Yesu Kristo, tukapatia muda, utajua kwamba kweli Yesu tulipompokea alitutakasa. Maanake mabadiliko ambayo ametufanyia. Na wakati mwingine mama akifunza hapa alisema, and it's true, in crisis is when character is revealed. In crisis is when character is revealed. Wakati mwingine hata baada ya kukombolewa, ndio maana baraza la kanisa likichemka, kama mambo yameenda mrama, utasikia watu barazani walishikana mashati. Kwa nini? Zamani zile walikuwa hivyo, Yesu akawatakasa, lakini kwa sababu huenda bado chembe za hasira zao bado zinatawala, wakati mwingine wasiposhirikana na Yesu Kristo, zile chembe bado zinajitokeza. So previously tulikuwa watu waharibifu, previously tulikuwa watu wa namna hii, lakini anasema tulitakaswa. So number 1, achia tu hapo ile fungu. We have positional sanctification. Yeyote ambaye amemkubali Yesu Kristo, huyo Yesu alimtakasa. Bwana Yesu asifiwe. Alimtenga, alimfanya mtakatifu, alimfanya kuwa tofauti kabisa. Number 2, tunasema ya pili ambayo tulikuwa tunazungumzia ni progressive sanctification. Hii ndio ile ambayo Ellen White anasema kwamba sanctification is a work of a lifetime. Na hiyo ndio tumesema mara nyingi tunaijua kwamba ni shughuli ya kila siku, kila wakati, kila mara tunatakaswa. This is now what we call progressive sanctification. Tumempokea Yesu Kristo, tulitakaswa, lakini kila mara tunapotembea, mara tunajikwaa na kuanguka, tunajaribiwa katika dhambi. Lakini kipindi hicho tunapojaribiwa, kwa sababu Yesu bado yupo kwenye kiti cha enzi, tunamrejelea na anatufanya watakatifu tena. That's a daily experience, shughuli ya kila siku. Wakorintho wa pili 3:18 inasema hivi. Wakorintho wa pili 3 mstari wake wa 18 inasemaje? Twende kwa upesi. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, sawa, tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo. Maliza kabisa.
toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Amina. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba baada ya kumpokea Yesu Kristo, tuna wajibu wa kusalisha macho yetu kwa Yesu Kristo, kuyaacha hapo. Na tunapomtazama, anasema tunabadilishwa toka utukufu hadi utukufu. That means ni shughuli ambayo inafanyika kila siku, hatua. Ni shughuli ambayo inafanyika kwa mchakato. It's a process. Day in na day out tunatakaswa kuwa kama Yesu alivyo. So, sanctification, lakini pia tuko na nafasi ya kipekee kujua ya kwamba tuko na shughuli inayofanyika kila siku. Kila siku umekuja kwa Yesu Kristo, hasira bado inatawala, kila siku unaendea msalaba, umnyonge, umpofu, na Yesu anakupatia uweza tena wa kusukuma mbele. Umekuja kwa Yesu Kristo, uzinzi ulikuwa sehemu yako, unahisi unajaribiwa kila siku, Yesu anakupatia uweza kila siku kushirikiana na yeye, ili kwamba ukaweze kuishi maisha ya ushindi, kutakaswa. Na hii shughuli itaendelea mpaka Yesu atokee mawinguni. Hiyo ya kila siku inaendelea mpaka Yesu atokee mawinguni. Unahisi uzito, unamtafuta Yesu Kristo. Unahisi kukata tamaa, unamtafuta Yesu Kristo, kwa sababu ni shughuli endelevu. Ni shughuli ambayo haikomi mpaka Yesu atokee mawinguni. Wakorintho wa kwanza 15:31 inasemaje? Wakorintho wa kwanza 15:31 inasemaje? Soma kwa upesi twende. Naam, ndugu, katika huku kujisifu kwangu, niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, sawa, ninakufa kila siku. Paulo anasema kwamba ninakufa kila siku. Die daily. Maisha ya Ukristo ni maisha ya kuifia dhambi kila siku. Sio shughuli yako ili kwamba uweze tu maisha ambayo ulikuwa nao pale awali. Yesu anapokuita kila siku amekusudia uifie dhambi every day. Ndio maana kuna muda ambao Mungu amesema tenga wa maombi, tenga wa kutafuta uso wake, tenga wa kwenda kuungama. Na tuzungumzi kuhusu maombi ya familia, tunazungumza kuhusu maombi yako binafsi, wewe na Mungu tu. Mahali ambapo unaweza mwambia Mungu, leo nilienda kanisani, yule binti alikuja na sketi fupi nikamtamani, manake alikuwa anavutia sana. Mungu, naomba unisamehe. Mungu, leo nilijaribiwa ili kwamba nikaweza kusema uongo, naomba nisamehe. Unajua kuna mambo mengine huwezi kuomba mbele ya familia. Labda mkewe anaweza fungua hata macho katikati ya maombi ukiomba mambo mengine. Hasa kwa sababu kunahitaji muda ambao unahitaji kuwa na Mungu peke yako, ili mwambie Mungu, hivi ndivyo nilivyo, lakini nataka unitakase. Hali yangu ni hii, lakini nitakase. Na hiyo ni shughuli endelevu ya kila siku. Wapenzi, nikwambie tunapaswa kuifanya kila wakati. Ndio maana roho ya nabii inasema kwamba holiness is constant agreement with God. Utakatifu ni kuhakikisha katika kila maamuzi tunakubaliana na Mwenyezi Mungu. Holiness is constant agreement with God. And peradventure, ukijihisi kana kwamba hauja agree na Mwenyezi Mungu, ni muda wa kumwambia Mungu, at this point we disagreed, nitakase tena. Ni shughuli endelevu, ni shughuli ya kila siku mpaka Yesu atokee mawinguni. Sasa sikiliza, hatufanyi hivi ili tumuonge Mungu. We don't do this to bribe God. Hatuendi kuungama dhambi tumwambie Mungu fanya hivi kwa sababu tunataka kumuonga. Hapana, si kwamba ili atukubali, lakini hii ni njia ya kuwapatia samahani wale wasiomjua Mungu nafasi ya kumtukuza Mungu ambaye ametuokoa. Mkristo anayeishi maisha ya kutakaswa kila siku, sikia, Mkristo ambaye anaishi maisha ya kuwekwa kando, kuwa tofauti, hafanyi hivyo ili kwamba amhonge Mungu. It's an opportunity ya watu wasiomjua Mwenyezi Mungu kumtukuza Mungu unayedai kumwabudu. Let me be more specific.
kama umechagua ili kwamba uweze kuvaa vizuri, hauvai marinda marefu na yaliyofunika kifua chako ili kwamba hatimaye ukubalike na Mungu. Hapana, unavaa hivyo ili wale wasiomjua Mungu aliyekukomboa wanapokuona wewe wamtukuze Mungu wa mbinguni. Ukichagua kula vizuri, hauli vizuri ili kwamba hatimaye Mungu akukubali. You don't do that. Hakuna sahani ya mboga zilizojaa na nafaka na karanga ambazo zinaweza kununulia nafasi katika ufalme wa mbinguni. Unaweza kula brokoli, na ukule njugu, na ukule tinsaga, na ukule soya beans, na ukule chickpeas, lakini bado upotee jehanamuni. The point is this: tunapokula vizuri, tunapovaa vizuri, tunapozungumza vizuri, tunapofanya lolote zuri katika Ukristo, ni kwa sababu tunataka wale wasiomjua Mungu waone kwamba kweli tumeokolewa na mkombozi aliyetukomboa anafanana hivi. Wanasema wakombolewa watafanana na mkombozi. The redeemed must look like the redeemer. So ni shughuli ya kila siku. Imagine kama jirani zako katika plot ambao hawaji kanisani, hawana Biblia ya kusoma. Assume you are the only Bible they are reading. Assume wewe ndio Biblia ambao colleagues wako kazini wanasoma. Assume wewe ndio Biblia ambao washiriki wenzao kanisani wanasoma. Nikuulize, ni barua gani waisomayo kwako? Manake Mathayo 5:16 ambao nimeirejelea pasipo kuitaja, anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu, nuru yenyu na iangae, ili watu watakapoyaona matendo yenu mema wamtukuze Mungu wa mbinguni. So kila siku, when we are sanctified, kama shughuli endelevu, ni kwa sababu Mungu anajua wapo watu ambao wanapaswa kuvutiwa katika ukombozi na wale ambao tayari amewakomboa, wale ambao anawatakasa. Asante. Dakika 5 ni kama sitafanya ile ya 3. Ile ya 3 nitafanya kesho. Kwa hivyo nimesema ya kwanza, we have positional sanctification. Anyone who accepts Christ Jesus was in the past sanctified. Lakini tuko na progressive sanctification. Ni shughuli endelevu ya kila siku. Nikwambie siri ya mafanikio ili kila siku ubaki uhakikishe unashirikiana na Yesu kutakaswa. Siri ya mafanikio ndio hii. Hapa ndipo nitamalizia. Ile ya 3 tutafanya kesho kwa sababu ya muda. Yohana 15 mstari wake wa 15. Inasemaje? Yohana 15 mstari wake wa 5, samahani, si 15. 15 mstari wake ni wa 5, alafu uruke mstari wa 7. Soma kwa upesi. Inasema, mimi ni mzabibu, sawa, nanyi ni matawi, sawa, akae ndani yangu nami ndani yake, sawa, huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi, Yesu anasema pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Siri ya kubaki anayetakaswa kila siku, siri ya kusalia kwenye maisha ya utakatifu ni kukaa ndani ya Yesu. Amina. Tunakaa vipi ndani ya Yesu? Unajua wakati mwingine we become so abstract with the gospel mpaka mtu anashangaa, ni ngojea Yesu aje niteremke ndani yake. How do I stay and abide in Christ Jesus? Verse 7 inasema, mstari wa 7, ninyi mkikaa ndani yangu, ninyi mkiwa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Kwa hiyo asante, kukaa ndani ya Yesu Kristo ni kuhakikisha unaongozwa kwa neno lake tu. Mkristo anayeongozwa neno la Mwenyezi Mungu ni Mkristo ambaye amejiweka kwenye mazingira ya kuwa na utakatifu wa kila muda. Ndio maana Yohana 17:17 inasema, watakase kwa ile nini kanisa? Kweli. Alafu anasema neno lako ndio ile nini? Kweli. Kinacho tutakasa ni neno la Mwenyezi Mungu. Sikiliza,
lile neno ambalo lilisema mbingu iwe na ikawa, bahari iwe na ikawa, jua, mwezi na nyota viwe na ikawa, ndilo neno ambalo linaweza wa kukutakasa. So ukiliweka kando, unaje katika mazingira tata ya kutotakaswa. Kwa sababu ya muda niruhusu niishie hapo. Nitajengea swala hilo kutokea hapo kesho. Lakini sikiliza, usisahau vitu viwili muhimu, ya kwamba tumehesabiwa haki bure pasipo na matendo yetu, justification. Na kwa sababu tumempokea Yesu Kristo, number 1, alitutakasa. He sanctified us. Alitutenga tuwe tofauti, tusiwe kama walimwengu walivyo in the past. Lakini kila siku katika kutembea kwetu anatutakasa. Progressive sasa. Anatutakasa kila siku tunapoendelea na yeye, kila siku tunapokuwa safarini anatutakasa. Na shughuli hiyo endelevu itaendelea mpaka Yesu atakapofunuliwa mawinguni, na anachokitumia kututakasa ni neno lake. Wapenzi, tushirikiane na Yesu ili kipindi hiki tunapomsubiri atokee mawinguni, atakapotokea tuwe tumetembea na yeye kila siku, ametutakasa hatua kwa hatua hadi hatimaye tumeufikia utimilifu wa tabia yake. Mungu na atubariki. Je, ni ombi lako kushirikiana na Yesu katika mchakato mzima wa utakaso? Simama tuombe pamoja. Mungu wetu uliye mkuu na mtukufu, umwema, na hakuna Mungu aliye kama wewe. Ukombozi wetu umerahisishwa kweli. Kwa kifo chako msalabani tumehesabiwa haki bure. Kwa kufufuka kwako tunatakaswa. Tulitakaswa na tunatakaswa kila siku. Tusaidie Yesu kwa neema yako, tukashirikiane na wewe katika shughuli endelevu ya utakaso. Lakini pia tuweze kuamini ya kwamba tulipokupokea tulikwisha takaswa. Tunapaswa kuishi kwenye utakaso huo. Neema yako itutoshe, utusaidie kuyafanya matendo yaliyo mema, ili wasio kujua wanapotuona wakutukuze wewe, Mungu wa mbinguni. Ndivyo tuombavyo kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Mungu awabariki.